Bana, nipo na baba watu na mama watu. Mwenyewe anajiita Pliton Comedian kama jina lake, si ndio? Sahihi kabisa. Mwezi kabisa. Good. Ulo. Uko poa? Nzima. Okay, and by the way tuanzie hapa. Ni mtu gani ambaye alikwambia kwamba mwanangu una kipaji cha kuchekesha? Kwanza mimi mwenyewe nilijiona kwamba ni mtu fulani talented. Ila support ya familia pia. Unajua ukiona kuna vitu unavifanya hizi unapenda mpira, hata familia yako inakwambia kuja kuwa mchezaji mpira. Lakini mimi nilikuwa napenda sana comedy toka nikiwa mtoto mdogo. Hata nikikaa na mama nitamtania, nitamfanya tu acheke. Nitatengeneza tu content hata kadogodogo ka kawaida ili acheke. Kwa hiyo mimi ni familia kwanza imehusika kunifanya niwe hivi. Ya familia imehusika kutambua kipaji changu, ni familia. Ilikuwaje mama watu akaingia na yeye, uligundua kama kipaji anacho au ndio hivyo? Kwa sababu tumekutana wote mama watu nimekutana naye mtu mzima. Ni wote watu wazima. Kwa hiyo amejitambua, sijajua sasa inabidi hilo swali muulize yeye. Ulijuaje kama una kipaji cha kutengeneza content au kuingia kwenye comedian? Ni watu ambao nimekutana nao toka utotoni kiukweli, kwa sababu kwanza kwa umekaa na watu ukaongea kitu watu wakaanza kucheka wakasema wewe unaonekana ukichekesha unaweza. Kwa hata maneno ya watu yo kuambiwa kwamba ukifanya utaweza, kwa hata hiyo. So mtu ambaye alikuinspire sana ni baba watu au kuna mtu mwingine tofauti na yeye? Kwa kweli mimi nilikuwa napenda stand up comedy, ila hizo habari za content ni yeye, naweza ngasema tu ni yeye tu. Ambapo shoot hivi ni yeye, hakuna mtu mwingine. Unaweza kuniambia video ya kwanza ambayo ilikupeleka viral, ulijisikiaje? Video ya kwanza kabisa ambayo ulifanya ikienda viral. Nilijisikia vizuri, nikaona naweza. Mazingira yalikuwaje? Mazingira kwamba mazingira yale ya kuigiza, ulikuwa unachukua labda hii video leo nikiposti lazima itenda viral. Kiukweli video ambazo zinaendaga viral ni zile ambazo utegemei. Mwanzo ukashuti kitu kile umepania afu kaposti kwa kawaida afu kila mtu anasema hapo tujaribu na hiyo, ndio waga inaenda viral kwa sababu unakuwa hujajiandaa. Yani ni maisha ambayo unafanya kitu kwa uhalisia sana kuliko kile kitu ambacho unaigiza kwamba ngoja tufanye. Okay. Tukiwa pale nyumbani ule muda wa chakula, maana naonaga content zako mara nyingi ukiwa unafanya pale unakuwaga ni muda wa kula, inakuwaga ni muda wa kula kweli au unakuwaga kwamba tupike chakula ili tutengeneze content? Asilimia kubwa zile scene za chakula ndio maana waga zinaenda, kwa sababu tunakuwa tushamaliza kushoot ndio tunakula, ndio mtu anatushoot. Kuna zingine anatuibia tu, napiga story tunatengeneza content, mtu anatuchukua anatushoot, ndio. Kwa hiyo sio kusema tunaandaa chakula sijui tutashutia nini, ule ni muda wa kula. Kwa hiyo ile mnafanya acting kwanza then ndio mnakula, sio kama mnafanya reality kabisa. Hiyo tunafanyaga reality moja kwa moja, ndio waga zinaenda kwa sababu hatujajiandaa. Anashiba maki mtoto wa kike. Awe baada ya hapo anakulaga kama alivyosema. Na umesema kweli unapenda kula, si ndio? Napenda kula sana. Okay. Kwa hata tukiwa tuna shoot vile inaonekana nakula serious kwa sababu napenda. Okay. Basi tucheze scene moja hapa. Ambayo unaweza ku create hapa tucheze kamera yetu ile pale. Kitu. Sasa unajua sauti ile imekoma sana. Napata tabu. Unajua mimi ni mtu wa hype sana. Sasa nimeona nikiongea sana pia na fake. Labda leo nifokee. Hebu nifokee. Mimi kufokea siwezi. Tegeza scene. Wewe ni nandini ni comedian, so unaelewa. Ni comedian, lakini unajua ili watu wapende kitu lazima ucheze kitu ambacho unakiweza, afu ni uhalisia. Kwa mfano kama mimi nikisema niongee, kwa mimi sio muongeaji. Kwa hata nikisema nianze kupayuka vile siwezi. Ndio maana hata akiwa anapayuka mimi kuna muda namwangalia tu, kwa sababu sio kwamba sina kitu cha kumjibu, ila sio muongeaji vile. Kwa hiyo nahisi kwamba hata nikisema nicheze ya kuongea naweza nikacheza kwamba ni kazi, ila ule uhalisia wa Iveta mama yetu tutakuwa huko. Inakuwa huko, sio? Okay, swali la mwisho. And by the way, yeye amesema kwamba kuna mtu ambaye anamuinspire sana. Kwa upande wako ni nani? Kwa mimi kila mtu namfuatilia kwa upande wake. Kuna content mtu anaweza akacheza nikaipenda ila kusema eti na mtu anifanya na mimi nitamani kuwa kama yeye, hapana. Ni wengi sana lakini kwa hapa kuna mtu ambaye unatamani kufanya naye kazi tofauti na mama watu? Kwenye scene zako labda? Kwenye scene pia bado, kwa sababu tunaendelea kujitafuta, tunaendelea kukua kwenye sanaa. Huwezi sema mtashuti tu hivi milele, hapana. Tunahitaji watu wengine ili kupata vitu vingine tofauti na hivi. So plani zipo, ndio? Plani zipo, lazima ufanye na ili uwe bora zaidi lazima ufanye na watu ili upate challenge. Kwa sababu kuna watu pia wamenizidi, lazima ukubali. Kwamba kuna watu pia wanajua zaidi yangu.
Umeona? Kwa hiyo nahitaji watu ili nipate challenge, niendelee kujifunza kwa sababu bado sijamaliza. Ili game yani sanaa haijaisha. Yani sanaa kila siku unakuja vitu vipya. Kwa hiyo ili ujue vitu vingi zaidi lazima ukubali kujifunza kwa mtu mwingine pia. Lazima ukubali kupata challenge. Ndio kukua kwenyewe. So na kuna siku utamruhusu afanye challenge na mtu mwingine tofauti na wewe? Anafanya. Kwa nini asifanye? Nafanya. Hiyo ni kazi, yani sio kwamba eti ndio kwa sababu ni mama tu ntabaki kwa mama tu. Hakuna issue ya wivu na nini? Sasa ni kwamba mtu amekupenda kwa ajili ya hiyo kazi, inabidi tu aheshimu kazi yako. Au sio? Bana. Babatu. Mamatu. Bana, naomba pia nilikuwa nao hapa big time, au sio?